Jioni leo tukajifunze jambo muhimu kuhusu imani. Kama unaandika kifurushi cha imani kimebeba majibu ya shida yako. Tunapozungumza kifurushi cha imani, kuna watu wanajua kifurushi cha mitandao ya simu, kuna watu wanajua kifurushi cha viazi, kifurushi cha nyanya, wengine kifurushi cha nini. Vifurushi viko vingi. Ni package fulani ambayo imewekwa kwa ajili ya kitu fulani. Sasa tunapozungumza imani, tunazungumza kifurushi ambacho kimebeba mambo mengi sana. Imani ni kifurushi ambacho kimebeba uponyaji, kimebeba wenye shida ya watoto, wenye shida ya kazi, beba wenye shida ya ada, beba wenye shida ya kuhitaji mvua, beba shida ya njaa. Kuna vitu vingi humo ndani. Tunapozungumza imani, imebeba kila kitu unachokijua imani. Na wakati mwingine tumezungumza imani ni kama imekuwa kama kawaida hivi. Nikwambia imani, vipi unaelewaje imani? Imani si ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa, ni sawa. Lakini ukimwangalia Mkristo, ukimpima vizuri au mwenyewe ukijipima kabisa, unasema Yesu anaponya, lakini unashangaa muamini huyu anasema Yesu anaponya, lakini amejaa wasiwasi mwingi. Anasema Yesu anaweza kanisaidia hapa, hivi itakuaje jamani? Hivi itakuaje? Hofu ziko nyingi, wasiwasi uko mwingi. Lakini kifurushi hichi cha imani tukikielewa vizuri, tutachota kila kitu ambacho tunakitaji mbele za Bwana. Kila kitu. Hata hapo ulipo hapo, uliokoka kwa sababu uliamini. Sina sawa sawa? Haujaokoka tu imetokea tu kuokoka. Labda wale waliozaliwa wamekuta wazazi wanaenda kanisani. Sasa hiyo sio kuokoka. Unahitaji tena uchukue hatua nyingine, muamini Yesu binafsi. Sio tena wazazi. Tuko sawa sawa. Kuna watu wamezaliwa ndani ya wokovu. Yaani wazazi wao wakiwa ndani ya wokovu. Sio wamejikuta wako sio ndani ya wokovu, wamezaliwa ndani ya kanisa. Yaani wamekuta wazazi wake wanakuja kanisani. Kwa hiyo haelewi hata maana ya kuja kanisani ni nini. Asema hiyo si dini ya baba na mama, mimi ngoja niendelee mambo yangu. Yaani haelewi nini maana ya kuokoka. Wala hajaelewa wokovu ule ni nini kwenye maisha yake. Hajaelewa. Yaani hajaelewa Yesu amefanyaje kwenye maisha yake. Hajaelewa. Sasa tunapozungumza imani, tunazungumza kifurushi ambacho kina kila kitu. Sasa kifurushi hichi wengi tunakipita pembeni. Yaani hatupati zile faida za imani. Yaani hatupati faida ambazo zinapatikana kwenye imani. Yaani hatupati kile kitu chenyewe ambacho Yesu alipaswa kutupa. Hatupati kile ambacho Mungu alipaswa kutusaidia. Hatupati kwa sababu hatuingii kwenye hichi kifurushi. Kwa sababu kama mtandao umekupa ofa ya kifurushi, umekupa ofa ya dakika, ofa ya interneti. Kuna watu wanatumia simu lakini hajui simu yake ina ofa. Hasa kwenye imani pia kuna vifurushi. Kuna kifurushi ambacho kinaitwa nini? Imani. Imani ni kifurushi ambacho kimebeba mahitaji yetu yote. Sasa usipokuwa na kifurushi hichi au usipokuwa na imani hii, hauwezi kupokea nini? Mahitaji yako. Bwana tusaidie sana. Hebu tusome Biblia. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 13 nitasoma. Inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Unaona kifurushi hichi kinakupa paka. Ukiamini ya kwamba Yesu alikufa, akafufuka, kuamini tu, afukakiri, utafanyaje? Utaokoka. Ndio maana leo unaitwa nani? Mkristo. Inaendelea. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata nini? Wokovu. Kwa moyo mtu huamini kupata nini? Haki. Haki ya afya njema, haki ya maisha mazuri, haki ya kuishi kwa utulivu, haki ya kupata vile vitu vya kwako ambavyo unapaswa kupata, haki ya kuishi maisha mazuri, haki ya kupata nini? Yaani chochote kile ambacho unapaswa kupata kama mwana wa Mungu imebebwa kwenye nini? Imani. Inaendelea. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie, anaendelea tu, kila amwaminie hata tayarika. Kifurushi hiki kimebeba kitu kingine tena. Ukimwamini Mungu hautatayarika, hautakuwa na wasiwasi, hautakuwa na nini, leo nitakuaje, leo wataniua, leo itakuaje. Aminie hawezi kutayarika. Kifurushi hicho. Anaendelea. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani,
maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila aliyeliita jina la Bwana ataokoka. Tunapozungumza kifurushi hichi cha imani, naomba unielewe vizuri, ili kuomba kwako kusiwe bure. Kuomba kwako kusiwe hakujazaa matunda. Tukienda zaidi katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 1 inasemaje? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiofanyaje, yasionekana. Sikiliza vizuri, imani sio tumaini na tumaini sio imani, ila ni mambo mawili yanaenda kuendana. Tumaini, unatumaini kwamba nimelima nitavuna, yaani unatumaini kitu kikipo. Imani ni kupokea kile ambacho unapaswa kufanyaje, kukipokea. Yaani unaamini kwamba uponyaji wangu upo. Sawa watu wa Mungu, nimepewa. Sio kwa sababu hiyo tu. Hebu tusome kitabu cha Isaya hapa 53 mstari wa 5. Kajikite hasa kuzungumza hasa mambo ya uponyaji. Kifurushi hichi kimebeba uponyaji pia. Ule mstari wa 5 unasema hivi, naomba usikize vizuri. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alijeruhiwa kwa nini? Makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Sikiliza vizuri. Na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Tunaona nini hapo? Tunaona Yesu alipigwa. Sio hivyo tu, Yesu alifanyaje? Ukienda mbali zaidi, ukisoma zaidi, anasema alitemewa mate. Ni kwa ajili yako tu. Alipigwa kwa ajili yako, alitemewa mate kwa ajili yako, alijeruhiwa kwa ajili yako, aliteswa kwa ajili yako. Yaani vitu vyote hivyo Yesu alivikusanya kwa ajili yangu, sio ajili yako. Usiseme, yaani tamka sio kwa ajili, ukisema kwa ajili yetu kwa jumla sana. Sema kwa ajili yangu. Yesu alijeruhiwa kwa ajili yangu, alipigwa kwa ajili yangu, alitemewa mate kwa kudharauliwa na kubezwa na kufanya kwa ajili yangu, ili, sikiliza vizuri, ili mimi nitakapopigwa na magonjwa na mambo mbalimbali nisiteseke kiasi hicho, nijue kwamba yupo aliyeumizwa kwa ajili yangu mimi. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Wakati wewe unajisikia vibaya kwa ajili ya kudharauliwa, yupo aliyechukua hiyo dhamana kabla wewe hujadharauliwa. Tayari yeye ameshachukua hiyo dhamana. Kwa hiyo kudharauliwa kwako hakuna nguvu tena, kwa sababu tayari yupo aliyedharauliwa kwa ajili yako. Mwili wake ulichubuliwa kwa ajili yako, kwa ajili yetu, kwa ajili yangu. Yaani mwili wake Yesu alichubuliwa, aliumizwa kwa ajili yako wewe. Yaani si kwa ajili ya ng'ombe wala mbuzi wala kuku, ni kwa ajili yako wewe. Ili wewe unapougua huo ugonjwa, unapougua hiyo malaria, unapougua hiyo shida, yeye tayari alichubuliwa maumivu ya mwili. Yaani swala la kuchubuliwa mwili ilikuwa ni kwa ajili ya mambo ya mwili. Nisikize vizuri. Yaani kupigwa kwake Yesu, kuumizwa kwake mwili wake, ilikuwa ni kwa ajili ya ugonjwa wako, maumivu ya kichwa, typhoid, vidonda vya tumbo, sijui ukimwi, sijui kitu gani. Ni kwa ajili yako kuchubuliwa ule mwili. Na ule mwili ulikuwa ni dhabihu, kutoa dhabihu kwa ajili yako wewe. Na damu yake, kumwagika damu yake, kuchomwa damu yake kutoka, kupigwa ile damu kutoka, ilikuwa ni kwa ajili ya kukuletea wokovu, kusamehewa dhambi. Kupitia damu ya Yesu wewe umesamehewa dhambi zako, umefutiwa dhambi zako, mashtaka uliyokuwa nayo yamefutwa. Ila kupigwa mwili wake ilikuwa ni kwa ajili ya uponyaji wa mwili wako. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Mnanielewa sawa sawa? Tuendelee tu. Sasa nini inatokea shida? Kwamba mimi naomba Mungu afu sipokee uponyaji. Shida inatokea nini? Kuna vitu ambavyo vinasababisha mimi nisipokee kifurushi changu, au nisione faida ya mimi kuomba. Kwa sababu unaweza kaomba na usipokee uponyaji. Sikiliza, magonjwa si mapenzi ya Mungu. Tuko sawa sawa? Utakataa. Kama unasema magonjwa ni mapenzi ya Mungu, ya nini kwenda hospitalini kwenda kunywa dawa? Si mapenzi ya Mungu? Unaenda kwa daktari kufanya nini? Si Mungu ni mapenzi ya Mungu uugue. Unaenda kufanya nini hospitalini?
Usisingizie. Alioletewa shida Ayubu, aliletewa magonjwa na nani? Na shetani. Mungu alimpa ruhusa, akampa nini? Magonjwa. Sisi tuko sawa sawa watu wa Mungu. Kilichomfanya Ayubu augue, ateseke, ni kwa sababu alipigwa na shetani. Magonjwa si mapenzi ya Mungu. Magonjwa ni mateso. Kama ni mateso, na huku tuambiwa alichubuliwa, aliteswa kwa ajili yetu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu. Sasa kama alichubuliwa kwa ajili yetu, kwa nini magonjwa yawe mapenzi ya Mungu? Kama ni mapenzi ya Mungu magonjwa, kugua kwa kama ni mapenzi ya Mungu, usiende hospitalini. Usiende nini? Hospitalini. Usimeze dawa. Si mapenzi ya Mungu. Usiombe. Unaomba nini kwa sababu ni mapenzi ya Mungu? Kinachokufanya usipokee hitaji lako si kwa sababu hujawekewa mikono sana. Imani iko sehemu mbili. Imani ipo kwa muombeaji, imani ipo kwa muombewaji. Sawa watu wa Mungu? Unapokuja hapa mbele kuombewa, usifikiri hapa mbele patakuponya. Imani yako itakuponya. Nisikize vizuri. Hauponywi kwa sababu umekuja hapa mbele watumishi wameweka mikono 10. Unakuja hapa mbele kupokea uponyaji wako. Nasikia mtu anakuambia hivi, nimepona. Amepona kwa sababu ameamini kwa kupigwa kwake Yesu, mimi nimepona. Na imani haiji kwa sababu umesikia story fulani. Imani inakuja kwa neno la nani? Warumi 10:17 inasemaje? Inasema hivi, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Ukimwona mtu ana imani thabiti, imani iliyosimama, amesikia neno, imani iliyo nje na neno la Kristo, hiyo sio imani. Imani ninayozungumza hapa, nazungumza imani ambayo inakuja kwa neno la Kristo. Kuna mtu baada ya kusikia neno la Mungu anaamini, anasema mimi sio mgonjwa. Haijalishi unaumwa, maumivu, mwili unakuambia hivi, unaumwa, usitishwe na maumivu. Wewe amini ya kwamba mimi nafanyaje? Mimi nimepona kwa Kristo. Mnanielewa? Unasema sasa unaongea. Sasa unaongea kitu gani hichi? Naomba unisikize vizuri. Mimi siongei, achana na kuumwa kwako, mimi sijui. Mimi nazungumza neno la Mungu, sawa? Tunachokizungumza hapa ili upone, ili nguvu za giza zikuachie, ili usiteswe tena na kuhangaika, usilale usiku kwamba najua paka walilia sana usiku, najua niliteseka, najua imani yako haijaimarishwa. Sasa imani yako haijaimarishwa nini? Kwa sababu hauna neno. Kwa sababu mwenye neno anajua ugonjwa unaoniuma huu utaisha tu. Natoka mfano rahisi tu. Kwa mfano, ukiwa unaumwa sana, alafu ukaenda kwa dokta, ukaamka siku anasema naumwa, alafu unaenda kwa dokta unayemwamini. Najua kuna dokta unamwamini, si ndio watu wa Mungu? Kuna madaktari, kuna watu wanaamini dokta fulani nikiongea naye basi shida yangu imeisha. Ukaenda kwa madaktari, mfano hapa sisi tuna Dr. Steven, kuna Dr. Sumbe. Akakueleza hivi, wewe haumwi, huo ni uchovu tu, enda kapumzike, uwe na amani, enda kunywa maji mengi upumzike. Kuna wapo baada ya kumwambia hivyo, anapotoka mlangoni pale hasikii tena yale maumivu aliyokuwa anasikia. Shida ni nini? Ameamini lile neno la dokta aliyoambiwa, hafanyaje? Haumwi. Sasa anashindwa kuamini neno la Mungu lilomwambia hivi, kwa kupigwa kwake Yesu wewe umefanyaje? Hiyo hatuaminigi. Unawaza hivi, naweza nikapona, hivi itakuwaje? Hivi mimi wa kupata mtoto kweli? Hivi nikijiangalia mimi na kupata mtoto kweli? Hivi mimi wa kusoma kweli? Hivi mimi wa kuishi vizuri kweli? Mimi kweli na familia yetu tulipotoka? Ni wewe. Neno la Mungu haliangalii familia yako. Neno la Mungu linakuangalia wewe, mwana wa Mungu uliyeingia kwenye familia ya Mungu. Tuko sawa sawa? Mambo ya kuzingatia sasa ili uweze kupokea hitaji lako kwenye kifurushi cha imani. Mambo ya kuzingatia ili uweze kupokea hitaji lako kwenye kifurushi cha imani. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tenda au amini kulingana na neno la Mungu. Tenda au amini kulingana na neno la Mungu. Amini kulingana na neno la Mungu. Usiamini kwa sababu bibi yako aliumwaga sana mkono kakatika, na wewe ukasema hivi, kupitia bibi yangu na mimi mkono utakatika. Amini kutokana na neno la Mungu. Neno la Mungu halitokani na bibi aliugua ugonjwa mkubwa. Najua ugonjwa huu ulimuua fulani. Mwaka fulani uliumwa mkono huu hapa. Uliuma vibaya sana. Wakasema hivi, huo ugonjwa
fulani amelemaa kidole, kwa sababu hawezi kufanya kidole hicho kimelemaa kutokana na ugonjwa. Niliumwa hapa hivi, kuna alama fulani miaka nyuma sana. Nikasikia story. Nasema hapana. Binafsi nasema maana sasa sikujua na ile andiko sana. Miaka mingi imepita, kama sio 20 na kitu. Yaani nikaangalia mkono wangu lemae. Hapana. Kweli mkono unauma. Yaani nimepasuliwa, lakini pamoja na kupasuliwa nimefungiwa lile, mnakumbuka kama daktari. Unafungiwa lakini maumivu unayopata kama sijapasuliwa, kama hujatolewa usaha. Yaani unauma mkono, unauma. Na kweli bwana, kuna kama, kwa sababu si nimesikia watu wanasema fulani alilemaa. Nikaanza kujihisi kama siwezi kuandika tena sasa. Nikasema hapana. Haiwezekani mkono wangu kulema. Usifuatishe watu wanasema nini. Fuatisha neno linafanyaje, linasemaje. Nisikizani wa Kristo mnaoomba jioni ya leo. Tenda kulingana na neno la Mungu. Amini kulingana na neno la Mungu. Hebu tusome kitabu cha Yakobo 1:22. Inasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu. Inaendelea, hali mkijidanganya nafsi zenu. Iweni watendaji wa neno, sio wasikiaji tu. Ndugu zangu, vitu vilivyoandikwa kwenye Biblia hii ni vya kwako. Sikiliza. Vitu vilivyoandikwa kwenye Biblia yako ni la kwako, si la jirani. So stories za Wayahudi, so stories za Wakorinto, so stories za Waefeso, so stories za Wagalatia. Ni stories za wewe ukiwa hapa Singida, ukiwa hapa kanisani, ni ya kwako. Iweni watendaji wa neno, si wasikiaji tu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Amini kwamba hichi Biblia ninachokizungumza hapa ni haki yangu mimi kukipata, ili unapoenda mbele za Mungu kuomba iwe rahisi kunyonya au kupokea kifurushi chako. Unaweza kuwa kifurushi unakiona lakini hauna salio. Utajiungaje na hicho kifurushi? Ili ukipata kifurushi unapaswa kuwa na salio. Na salio lenyewe ni nini? Ni imani. Una kifurushi unacho, umeomba kweli, umeomba lakini huna imani. Umeomba kweli, unaomba kweli, Mungu nisaidie nitoke kwenye hali hii, lakini unasema hivi, naweza nikatoka kweli kwenye hali inatoka mimi? Babu yangu, baba yangu, au babu wa babu, akaja babu, baba, akaja sui nani, wote ni maskini. Hivi mimi kweli nitatokaje hapa? Ni wewe. Neno la Mungu linasemaje? Yeye ndiye atupae nguvu za kupata nini? Hivi mnasomaga Biblia za nani? Unalima pale unasema hivi mimi nitatoka kwenye maskini huu. Ni wewe. Lakini shida sio wewe. Kifurushi chako tayari kimeandaliwa, kipo na kiko tayari. Umeambiwa uwe mtendaji wa neno. Amini neno. Mnanielewa watu wa Mungu? Amini nini? Jambo la pili, usikiri kitu kinachopingana na neno la Mungu. Jiepushe sana kukiri vitu vinavyopingana na neno la Mungu. Ndio maana nakwambia hivi, neno la Mungu linapaswa kujaa moyoni mwako kuliko kitu kingine. Kwa sababu unaweza kuwa na nukuu misemo ya wahenga, misemo ya babu zako, misemo ya bibi zako, misemo ya dunia hii. Ukifikiri unasema neno la Mungu, kumbe unakiri vitu vingine vilivyo kinyume na neno la Mungu kabisa. Sasa hupaswi kukiri huo udhaifu, kwa sababu unavyokiri ndivyo unavyokuwa. Methali 18:21. Methali 18:21. Nasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Sikiliza vizuri sana. Inasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Tuseme hivi: magonjwa na afya njema huwa katika nini? Utajiri na umaskini huwa kwenye nini? Ndoa nzuri na ndoa mbaya huwa kwenye kufaulu kwako na kufeli kwako huwa kwenye nini? Kuumwa kwako au kupona kwako huwa kwenye nini? Hata kama uamini, hainizuii kutokuamini kwangu, hainizuii. Ninachokwambia, kile ambacho unakikiri, ukisema hivi, mimi siwezi kufa bila kufanya kitu fulani, na itatokea. Kikubwa tu endelea kumwomba Mungu, tulia, endelea kufanya kile ambacho, sogea, nenda, itatokea. Ngoja nikufutulie mfano fulani. Nimewahi kusema hivi miaka mingi sana nikiwa ni kama sikosei form 2 au form 1. Nikasema hivi, ikifika miaka fulani nitaoa. Nafikiri nilitamka katika uchanga. Na kweli miaka ile niliogopa kuliko ninavyofikiria. Niliogopa. Kumbuka nimetamka miaka kama sio 10 na kitu 20 ilipita. Ndio ikatokea vile vile. Ukitaka kupokea
kitu, kiri ushindi. Kwa sababu ushindi wako tayari umeshalipiwa. Kazi yako wewe ni imani yako. Sawa watu wa Mungu? Ushindi wako upo, wewe kazi yako ni nini? Ni kuamini. Hata kama watu hawakuelewi, sio kazi yako. Sio kazi yao. Wewe amini kile ambacho unasikia kutoka kwenye nini? Sio maneno ya wahenga, kutoka kwenye nini? Je, neno unalo? Ndio ile hapa tunafundishana hapa. Najua unatuchelewesha kuomba. Una imani? Una neno? Nataka neno la jana ndani ya moyo wako ili unapoomba, yani maombi yako yawe na uzito fulani hata unapotamka, kwa sababu una imani. Ndio maana mtoto anakuja, baba naomba hela ya kalamu. Hivi mtoto anaamini una hela ya kalamu? Baba tunadaiwa ada, kalipe. Anaamini baba ana ada. Si utampa? Utapambana lakini utampa nini? Ada. Anaamini mzazi ana ada na imani. Ala asumbuki. Hawezi kulala usiku amekosa usingizi sababu ana wasiwasi na baba yake. Kweli kuna wazazi una wasiwasi nao. Yaani ukishafika umri fulani unaanza kuwa na wasiwasi na mzazi wako. Hivi ananipa kweli? Lakini mtoto mdogo huyu hapa naamini baba au mama atanipa hichi. Yaani yeye kazi yake tu ni kulia, mama! Yeye anaamini hata kama ameona nyoka anaamini mama ni muuaji wa nyoka. Hata kama ni muoga. Mtoto mdogo anaamini. Ila akishaanza kukua kaanza kupata akili nzima, mama waga muoga. Hata sihangaiki. Sasa sisi ni watoto wa Mungu ambao akili zetu zinatuambia baba anatupa. Kiri ushindi. Acha kukiri udhaifu. Wakati umeshapewa. Ukikiri udhaifu shetani anasema yes, amekiri. Mwenyewe nitadili naye. Mimi wakufa hivi. Mimi acha nife tu. Mimi nitakufa tu maskini hivi. Mimi nitakufa sina kitu. Utakufa kweli. Watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Sikiliza vizuri. Utakiri usema najua mimi, yani hali tu inanionyesha hivi nitaondoka. Hakuna kuondoka hivyo. Nimeahidiwa baraka nyingi sana mbele za Mungu. Nitaondokaje kienyeji mimi? Bwana tusaidie sana. Hapa tuna hamasi. Angalau maombi yawe na laza. Jambo lingine, tunaelekea mwishoni. Usitegemee imani ya wengine. Jenga imani yako binafsi. Warumi 10:17 ambayo tumeisoma hapo kwamba imani inakuja kwa neno la nani? La Kristo. Jenga imani yako binafsi. Acha kuegamia imani za wengine. Acha kuegamia imani ya mama. Acha kuegamia imani ya mchungaji. Acha kuegamia imani ya Samsoni. Jenga imani yako binafsi. Umeugua saa 8 usiku. Mtoto ameugua saa 8 usiku saa 9. Acha kuhangaika na wazee wa mitaa, wazee wa kanisa. Amka, omba Mungu. Ndio kanisa ambalo linapaswa kukua, sio kanisa la kutegemea tu maombi tu. Maombi si mabaya na Biblia inatuagiza tuweke mikono juu ya wagonjwa na wenyewe watafanyaje? Watapona. Lakini saa 8 usiku, saa 9 usiku unapiga simu haipatikani, utafanyaje? Ufe kwa sababu mtumishi wako hapatikani. Pia nasema nakemea ugonjwa kwa jina la Yesu kwa sababu nasikia. Ondoka kwa jina la Yesu, acha kunitesa mimi hapa. Unategemea madaktari hayupo, amelala nyumbani kwake au amepiga usingizi. Unafika umekufa kwa sababu hujatumia imani yako. Usiegamie imani ya mtu mwingine. Jenga imani yako binafsi. Utakuwa na kiongozi wako sawa, lakini binafsi. Kuna mambo ya binafsi. Simu hazipatikani, kuna siku unaamka mitandao haipatikani, unaamka umeme mzima wiki nzima. Hakuna cha mawasiliano. Utakimbiaje wakati uko peke yako? Wakati hakuna mtu wa kukusaidia. Ndio wakati wa kumuita Yesu. Tuko sawa watu wa Mungu. Jenga imani binafsi. Acha kuegamia watu. Acha kuegamia mtu fulani. Utakufa. Kwa sababu ukiegamia watu wanakufa. Wazamini wanaondoka. Marefa wanaishaga. Jijenge imani binafsi. Hata ukiwa Sheluhi, ukiwa Mtwara, ukiwa Mwanza, ukiwa Manyoni, unaweza kujisimamia mwenyewe. Hautegemei mchungaji tu. Unaweza kusimamia. Sio pa mchungaji nimeona pepo hapa mchungaji, naomba niombe. Kwenye saa ngapi mchungaji hapatikani? Tunahitaji kanisa ambalo linaweza kusimama. Mtu anaweza kujisimamia yeye mwenyewe. Hategemei mzazi tena. Uko chuoni, uko mzazi hana wasiwasi kwamba yuko chuoni mwanangu labda anafanya mambo ya ajabu. Anajua mwanangu anajua kujisimamia. Hebu niambie, kama unazaa mtoto ananyonya miaka yote, likubwa libaba zima linanyonya, unamruhusu mama? Unamruhusu huyo mtoto wako yule nani yule? Unamruhusu yule baba na ndevu zake linanyonya? Unaanza kupiga kofi. Unafanya mambo gani ya kijinga haya? Sasa ukikuta kanisa la hivyo kwamba kila toto halikui linanyonya tu, halitaku kunyonya tu maziwa, natoka hale ugali akafanya kazi. Ndio hivyo Wakristo wenzangu, unapokuwa hapa unapaswa kukua.
Unaweza hata kumwambia jirani pale ndio Mkristo huyo, atasema yes, Mkristo wa TCC amepoa pepo pale. Naona jisikia ni Mkristo wa mjini kati. Wewe Mkristo wapi? Unasali wapi? Pale mjini kati. Anasema yes, hilo kanisa na mimi nitakuja. Kama ni hivi na mimi nitakuja. Sasa wewe kila kitu ukisikia pepo linalipuka unakimbia. Jamani, mkawaambie kule, sio Mkristo na muhitaji hapa kanisani. Hapana, sio Mkristo huyo. Hapana, sio huyo. Jambo la 4, usiongee kuhusu ugonjwa na maumivu yako. Zungumza kuhusu uponyaji wako. Acha kuongea kuhusu maumivu yako ya ugonjwa wako. Ongea kuhusu uponyaji wako. Anza kukiri ushindi juu ya ugonjwa wako. Sema ugonjwa huu utamkia kwa jina la Yesu. Isaya 53 mstari wa 5 anasema hivi, kwa kupigwa kwako Yesu mimi nimepona. Shetani hauna nafasi kwenye mwili wangu. Vidonda vya tumbo hauna nafasi kwenye mwili wangu. Pressure hauna nafasi kwenye mwili wangu. Unasikia pressure, unasikia vizuri tu. Wewe ni roho, unasikia. Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Na mamlaka yote huna mamlaka nayo Yesu peke yake. Shetani huna mamlaka yoyote, umeshanyang'anywa mamlaka. Huna nafasi kwenye mwili wangu, huna nafasi. Ongelea uponyaji, acha kuongelea maumivu. Kinachotuponza ni nini? Unaombewa hapa au unaomba, maumivu yakija kidogo unasema kweli sijapona bado sijapona. Usifikiria ugonjwa, fikiria uponyaji wako. Kuna mtu anasema sasa mimi nimeumwa miaka yote hii nitaendelea kuumwa. Sijui wewe imani yako, ila tunazungumza neno la Mungu. Sawa watu wa Mungu, mtazamo wako na shida yako isinifanye mimi nishindwe kuongea neno la Mungu. Shida yako isinizuie mimi, ila ninachozungumza ni neno la Mungu hapa. Nimezungumza mambo mengine si vitu vya Mungu, ni matatizo tu ya dunia hii. Unayapata kwa sababu ya kutokusikia, kwa sababu ya kutokuelewa, kutokujua haki zako. Jambo la 5 na la mwisho tukaombe. Usiongelee kuhusu kushindwa kwako. Usiongelee kuhusu kushindwa kwako, kutoweza kwako, au mambo yasiyoweza kuyafanya. Usiongelee hayo. Yaani usiongelee mambo usiyoweza. Yaani usiongelee najua mimi siwezi kuomba, siwezi kufanya hichi, siwezi kulima, siwezi jamani kuwa mwaminifu ofisini, siwezi jamani siwezi kuwahi kufanya jambo hili, siwezi kufanya. Biblia inasemaje? Tunayoweza mambo yote katika yeye atutiaye. Hebu tusome ile andiko. Kwa Filipi 4:13. Nasema hivi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hakuanisha mambo fulani hayawezi na mengine anayaweza. Ninayaweza mambo yote. Paulo aligundua siri ya ajabu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ili neno ni la kwako, sio la Paulo. Ni neno la Mungu, linopako wa kimungu. Tamka mwenyewe, ninayaweza mambo yote. Acha kuongea mdomoni huko imani hamna. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninaweza kufanya vizuri zaidi ya hapa. Mungu naomba nitie nguvu. Ndio tunapoenda kuomba sasa, Yesu nitie nguvu, niwezeshe. Roho Mtakatifu nisaidie. Jazo, naomba kusikia, naomba jazo Roho Mtakatifu. Jazo kweli, kwa sababu yeye ndiye anayekutia nguvu za kufanya mambo. Yeye ndiye anakupa ujasiri wa kufanya mambo. Yeye ndiye anakupa ujasiri wa kusonga mbele. Sasa unapoambiwa omba, jazo Roho Mtakatifu, jaa kweli, kwa sababu ndio nguvu yako, ndio uwezo wako. Tunaweza mambo yote. Usikiri siwezi. Hata darasani leo kama uko mwanafunzi hapa, sema hivi, kuanzia leo ukiri wako, mimi sitafeli tena. Mungu nisaidie. Simama uone. Kila ukitaka kufeli, akili nakwambia ulisema hautafeli. Utafaulu. Unaamka kusoma. Ulisema hautafeli, unawahi shuleni. Ulisema hautafeli, unachukua kitabu. Ukisema yaani unaongozwa na ukiri wako. Hautafanya branda kwa sababu unaongozwa. Ukisema mimi natarajia yale maono ambayo natarajia nitafikia tu, ukiri wako. Sasa usikiri udhaifu. Unasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nina mtaji mdogo lakini yupo anayenisaidia kupata mtaji mkubwa. Utakuwa tu siku moja. Wewe hata ufanyaji wako wa biashara ni tofauti kwa mtu ambaye hana imani, hana tumaini. Tuko sawa sawa watu wa Mungu. Hicho ndio kifurushi cha imani. Kifurushi cha imani kwa mtu ambaye ameamini. Atachota baraka zake, atachota uponyaji wake. Uponyaji wako upo ndani ya kifurushi cha imani. Hebu muamini Mungu
jioni ya leo mwambie Bwana, nimesikia neno lako na nimeamini ya kwamba wewe ndio mponyaji. Nimeamini kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Kama nilivyopokea wokovu kwa kumwaga kwako damu, mimi nimepokea msamaha wa dhambi. Ndivyo na nimepokea uponyaji wangu kupitia kupigwa kwako na maumivu yako. Mimi nimepokea uponyaji wangu. Mwili unanitesa kila siku, nimemeza dawa zote mpaka mwili umekuwa sugu. Kuanzia sasa huu ugonjwa hauna nafasi. Imani haihitaji kesho, haihitaji kesho kutwa. Imani ni sasa. Imani ni sasa. Imani ni sasa. Nina uhakika na hichi ambacho nakiamini Mungu. Hata kama maumivu ya kichwa yananiuma, nina uhakika nimepona. Umeambiwa umeshakuwa na uhakika wa kupata hichi. Wewe ni haki yako. Utafuti hadithi za kutafuta uhakika. Umeshahakikishiwa kwamba ukiamini ugonjwa wako umepona. Kitu kimeachia ndani yake. Kabisa nasikia kuna vitu vimeachia ndani yake kupitia tu kuamini. Sasa kaongeze chaji kwa kuomba. Sawa? Nenda kaombe. Yapo mahitaji hayo nimekutajia, lakini kaombe Mungu ukimaanisha kwamba Mungu anaweza kunisaidia. Mungu anaweza kuninua. Mungu anaweza kuniponya. Mungu anaweza kunitoa hapa nilipo na akanifikisha mbali. Wewe usihangaishe na mazingira sasa hivi. Mawimbi, takataka, manini, kupigwa, kupingwa, kufanya nini? Mbele kwa mbele. Mbele kwa, hakuna kitu cha kutuzuia. Hapa ni mbele kwa mbele.